Sehemu unaweza kushika mwanaume akapiga nduru wakati mnapofanya mapenzi. Sehemu unazoweza kushika mwanaume akapiga nduru wakati wa mapenzi. Je, ni sehemu gani? Karibuni tena katika channel yangu. Leo nipo na nimeamua niwafurahishe. Karibuni tena. Kwa wale wageni, tafadhali karibuni na msubscribe, comment and you can share. Marafiki zenu pia wakazidi kusoma. Ni darasa letu, na darasa langu huwa nasema ni kuanzia watu wa miaka 18 kuendelea mbele, kwa sababu sisi ni watu wazima, tumekoma na ni nini ambacho tunataka kujua. Kuna wanawake wengi ama wanaume wengi una vitu hawaelewi ama hawajui. Ndiyo, siwezi kusema ni uongo kwa sababu I was on that class before. Nilikuwa kwa sielewi, lakini nikaja nikajifunza. So tusiongee mambo mengi, karibuni tena. So leo nataka niongelelee tena kuwa ni wapi mwanamke anaweza kumshika mwanaume akapiga nduru. Leo akapiga nduru, yani akasikia. Si kupiga nduru kwamba umemuumiza, na si kupiga nduru kwamba mmekosana. Ni kupiga nduru kwa sababu feelings zimemuingia. Ni wapi? Kuna watu wengi ama wanawake wengi ama wanaume wengi hawajui feelings zao ziko wapi. Wao wanajifikiria pengine feeling yake inakuja tu kwa dick peke yake kusimama na kutomba. No. Kuna mahali fulani mwanamume anaweza kushikwa na mwanamke, ama anaweza kufanywa na mpenzi wake. Mwanamume akajisikia yuko mbinguni. Yuko mbingu ya pili ya mapenzi lakini. So, ni wapi? Huyu ni mwanamume. Wakati mko pale kitandani, mshajitayarisha. Tafadhali, jitayarisheni wakati kuenda kuoga, and then you start preparing yourself kwa upande wa mapenzi. Upande wa mapenzi. Pale ni pale mshaenda kuoga, mshapiga brush your teeth, mshapiga msaka, at least kutoka ile harufu ya utamu, si harufu mbaya ya chakula. Tukishakula, tukishamaliza, tunatekana tuende tukabrush kiasi. At least ndio wakati ukikisi chali yako ama demu wako ama bibi yako, hapo unajisikia mko mahali smart. Yaani mnasikia mko na raha. Tumeelewana? So, ni mahali gani wewe mwanamke unaweza kumshika mpenzi wako akasikia ameshikwa, akakwambia hai, hapo mahali umeshikwa, gusa tena? Ni wapi? Una sehemu chache hapa kwa hizi nipples za mwanaume hizi. Huwa kuna feelings, na kuna wanaume wengi huwa wanapenda kushikwa. Sisi wanawake tu peke yake tunapenda kushikwa, but kuna wanaume wengi pia pale nje wanapendwa kushikwa kwa zile nipples. Ni vidogo, but unaweza kutumia ulimi wako huu kunyonya ama kurambaramba na mate hapo kwa hizo nipples. Tumeelewana? Huyo mwanamume hapo atalia, atapiga nduru, atatoa sauti ambayo si ya kawaida. Na hiyo sauti ambayo si ya kawaida ndio tunaitafuta. Si ile sauti ya ukali ati hakuna pesa leo babe, hakuna nini. Kuna ile sauti ya mapenzi. Sauti ndio tunaitafuta, hiyo peke yake. Wakati wa kitombo cha usiku ama kitombo cha mchana. Ni wapi unaweza kumshika mpenzi wako, ama ni wapi unaweza kufanya mpaka akakupigia nduru, akakwambia babe continue ama endelea hapo mahali umeshika, mimi naona nimefika mwisho. Ni wapi? Kwa nipples za mwanaume. Mwanamke unaweza kunyonya ile nyingine, kurambaramba nipple ya kwanza. Huyu ni mwanamume sasa. Kuramba na ulimi wako, hakikisha uko na mate kwa hii nipple nyingine. Na hii ya pili unacheza na hiki kidole, unagusa tu hivi. Umemmaliza yule mwanamume kabisa, hana njia yoyote hapo mahali. Sasa hapo ndo unaweza kuuliza kitu chochote ambacho unataka akifika pale. Okay, tushatoka kwa nipples. Umekuja kwa ulimi, umemdip kiss pia. Mnadip kisiana vizuri tu, wewe na yeye mnapendana, mnakisiana vizuri, utamu. Alafu ukishatoka pale, kwa sababu kila mtu alikuwa yataka hiyo kiss, ushamaliza na lips. Hii lips hii nipple usiachilie kidole kingine, shukisha mkono wako kule chini.
kwa sehemu zake za siri. Shukisha mkono wako vizuri, mshike. Sasa anza kumasaji ile kitu. Pole pole. Pole pole, usimuumize asije akashindwa kukutomba baadaye. Unashika kile kitu cha ile diki yake pole pole, unegusa gusa na huku kidole huku juu kinaendelea. Hiyo kazi ni yako peke yako. Yeye achana naye relax. Yaani yeye achana naye relax. Hiyo si kazi yako. Si kazi yake, ni kazi yako sasa. Yeye ashakufanyia wakati wake, ashamaliza, sasa ni wewe. Unamshika ile diki yake vizuri, unaigusa gusa. Tena tayarisha ulimi wako vizuri na mate. Tayarisha ulimi wako sasa vizuri. Shuka wewe mwenyewe, nenda ukanyonye ile diki. Unaweza kuinyonya kuanzia kichwani, kuanzia hapa kwa kichwa, na kushukisha ulimi wako kwa hizi mifupa hizi. Tumeelewana wanawake? Unashuka hapo. Huyo mwanamume kama hata piga nduru hapo, sasa huyo mwanamume si mwanamume, ako na matatizo yake, na atalesa kwa stress zake. Lakini mwanamume mwenye yuko katika hali za mapenzi, huyo baba ukimfanya hizo vitu zote nimekwambia, huyo mwanamume atatoka hapo akikwambia you are the only one. Hata kama alikuwa kwa you are cheat, ataketi chini ajifikirie nitafanya nini ama nilikosea wapi. Try to improve yourself wanawake. Jaribuni, si nyinyi mnafanyiwa tu peke yake, hata wao pia wanataka kufanyiwa. So, ukishamaliza pale kwa deka, ukishashika vizuri, ushanyonya, njoo tena pandisha juu vizuri. Sasa njoo kwa deep kissing. Tumeelewana? Msikimbiliane kuingililiana, yani kuingia kwa kutombana tayari kabla hamjamalizana hii section. Unakuja kwa deep kissing and then atakugeuza. Wewe utalala chini. Ile style ya kawaida sasa. Sasa hapo yeye akikuingia, nenda kwa nipples zake peke yake. Nenda ukashike pale mahali. Gusa tu. Unaona venye mikono yangu venye nafanya? Hivyo ndivyo atakalo ufanye. Gusa tu vizuri. Pole pole. Huyo mwanamume atalia. Hana otherwise. Karibuni tena katika channel yangu. Nawapenda sana. Na tuendelee kuzidi kufundishana. Namba yangu ya simu ni kama vile ninavyosema. +9 7 3 3 8 6 876 004. Karibuni tena. Kwa majina ni Betty Katuku Chanzi. Facebook utanipata kama Koko Katuku Chanzi. Napatikana kila mahali. Na pia nilikuwa nataka niwaambie good news. Nitataka kuanzisha channel ama Facebook ya patanisho very soon. Patanisho ama unganisho, wapenzi wenye kutafutana, wenye wanataka kukua na wapenzi. Pia nitataka nifanye hiyo channel na I think mtanisupport alafu tupate mabibi na mabwana na maboyfriends pale katika zile channel. Karibuni tena katika channel wangu, nawapenda sana.